Kitabu cha Mathayo sura ya 8. Yesu anamponya mtu mwenye ukoma. Yesu aliposhuka mlimani, makundi mengi ya watu yalimfuata. Basi akaja mtu mmoja mwenye ukoma, akamsujudia na kusema, "Bwana, ukitaka waweza kunitakasa." Yesu akanyoosha mkono, akamgusa na kusema, "Nataka, takasika." Mara huyo mtu akapona ukoma wake. Kisha Yesu akamwambia, "Angalia, usimwambie mtu yeyote, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani na kutoa sadaka iliyoamriwa na Musa, kuwathibitishia kwamba umepona." Yesu alipokuwa anaingia mjini Kafarnaumu, jemadari mmoja alimwendea akamsihi akisema, "Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza na anaumwa sana." Yesu akamwambia, "Nitakuja kumponya." Huyo jemadari akamwambia, "Bwana, sistahili uingie nyumbani mwangu, lakini sema tu neno na mtumishi wangu atapona. Maana hata mimi niliye mtu chini ya mamlaka ya wengine, ninao askari chini yangu. Namwambia mmoja nenda, naye huenda, na mwingine njoo, naye huja, na mtumishi wangu fanya kitu hiki, naye hufanya." Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia watu waliokuwa wanamfuata, "Kweli nawaambieni, sijapata kumwona mtu yeyote katika Israeli mwenye imani kama hii. Basi nawaambieni kwamba watu wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Lakini wale ambao ufalme huo ni wao watatupwa nje gizani, ambako watalia na kusaga meno." Kisha Yesu akamwambia huyo jemadari Mroma, "Nenda nyumbani na iwe kama ulivyoamini." Na mtumishi wake akapona saa ile ile. Yesu alifika nyumbani kwa Petro, akamkuta mama mkwe wake Petro amelala kitandani, ana homa kali. Basi Yesu akamgusa huyo mama mkono, na homa ikamwacha, akasimama akamtumikia. Ilipokuwa jioni, walimletea watu wengi waliokuwa wamepagawa na pepo, naye kwa kusema neno tu akawafukuza hao pepo. Aliwaponya pia watu wote waliokuwa wagonjwa. Alifanya hivyo ili yale yaliyosemwa na nabii Isaya yatimie, yeye mwenyewe ameuchukua udhaifu wetu, ameyabeba magonjwa yetu. Yesu alipoona kundi la watu limemzunguka, aliwaamuru wanafunzi wake waende ng'ambo ya ziwa. Mwalimu mmoja wa sheria akamwendea akamwambia, "Mwalimu, mimi nitakufuata kokote utakakokwenda." Yesu akamjibu, "Mbweha wana mapango na ndege wana viota, lakini mwana wa mtu hana mahali pa kupumzikia." Kisha mtu mwingine miongoni mwa wanafunzi wake akamwambia, "Bwana, niruhusu kwanza niende nikamzike baba yangu." Lakini Yesu akamwambia, "Nifuate, waache wafu wazike wafu wao." Yesu alipanda mashua na wanafunzi wake wakaenda pamoja naye. Mara dhoruba kali ikatokea ziwani, hata mawimbi yakaanza kuifunika mashua. Yesu lakini alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wakamwendea wakamwamsha wakisema, "Bwana, tuokoe, tunaangamia." Yesu akawaambia, "Enyi watu wenye imani haba, mbona mnaogopa?" Basi akainuka, akaukemea upepo na lile ziwa, kukawa shwari kabisa. Watu wakashangaa wakasema, "Ni mtu wa namna gani huyu, hata pepo na bahari vinamtii?" Yesu alifika katika nchi ya Wagadara, ng'ambo ya ziwa, na huko watu wawili waliopagawa na pepo wakakutana naye wakitokea makaburini. Watu hawa walikuwa wenye kutisha mno, hata hakuna mtu aliyethubutu kupita njia hiyo. Nao wakaanza kupiga makelele, "Una shauri gani nasi, wewe mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya wakati wake?" Karibu na mahali hapo kulikuwa na nguruwe wengi wa kuchungwa. Basi hao pepo wakamsihi, "Ikiwa utatutoa, basi uturuhusu tuwaingie nguruwe wale." Yesu akawaambia, "Haya, nendeni." Hapo wakawatoka watu hao, wakawaingia nguruwe. Kundi lote la nguruwe likaporomoka kwenye ule mteremko mkali, likatumbukia ziwani, nguruwe wote wakafa majini. Wachungaji wa hao nguruwe walikimbia wakaenda mjini. Huko walitoa habari zote na mambo yaliyowapata wale watu waliokuwa wamepagawa. Basi watu wote katika mji ule walitoka wakamwendea Yesu, na walipomwona wakamsihi aondoke katika nchi yao.